Hujambo na karibu mtazamaji katika kipindi Siasa za Kanda, kipindi ambacho kinaangazia masuala mengi tu ambayo yanajitokeza katika kanda hii ya Afrika Mashariki na sehemu nyingine za Afrika. Ni wiki ambayo hapa Kenya kumekuwa na mambo mengi. Mmoja makamishna wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka Bi Akombe alijiuzulu akiwa Marekani. Vilevile mwenyekiti wa Tume ya Uchaguzi nchini Wafula Chebukati ametoa onyo kwa viongozi ambao wanagombea nyadhifa za urais kwamba wawe na heshima wakati huu ambapo Kenya inastahili kwenda katika uchaguzi mkuu ujao. Na katika wazo hilo Rais Uhuru Kenyatta ameonya wale wanaotaka kuzua fujo wakati huu wa marudio ya uchaguzi wa urais, lakini chama ama muungano upinzani nchini Kenya ukiongozwa na Raila Odinga umesema kuwa kufanyika kwa marudio ya uchaguzi ni ndoto ya mchana. Basi leo tutazungumzia swala la wanawake na uongozi katika eneo la Afrika. Hapa katika studio tunaye Bi Esther Bulaya ambaye ni mbunge kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mbunge wa Bunda mjini. Vilevile baadaye tutakuwa na Zuleka Hassan ambaye ni mbunge ama mwakilishi wa kike katika kaunti ya Kwale, na huko Uganda tutakuwa na Bi Aida Mtonyi ambaye anafundisha katika chuo kikuu cha Chambogo. Karibu sana katika studio. Asante. Hali namna gani? Salama kabisa. Kabla tujaungana na wenzetu labda ujitambulishe. Naitwa Esther Bulaya, ni mbunge wa jimbo la Bunda mjini. Naam. Hivyo tu. Tanzania. Chama gani? Kutoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, na mjumbe wa kamati kuu. Naam. Wa chama changu. Safi. Karibu sana Kenya. Asante sana. Naam, kabla hatujaendelea wacha tumsikize Esther Bulaya, zamani kama akiwa bado katika chama tawala cha CCM akizungumzia masuala ya vijana, alafu tuanze mchakato huu wa siasa za kanda. Tumekuwa wabunge vijana bila kujali itikadi zetu, tukikutana kuonana na baadhi ya vijana wadau, iwe ofisi ya kambi, iwe nyumbani kwangu, na jana Mheshimiwa Mnyika ulikuja. Haya yote ni kwa sababu tunajua vijana wa Tanzania wanataka chombo chao. Kama bunge lazima tuboreshe huu mswada. Ni kweli mimi kuna mambo siriziki nayo, na ninazo hapo orodha za vijana wadau wamenipa, kina Upendo Peneza, vijana wa UVCCM, mengi yanalingana. Sasa kama vijana hatuna haja ya kuanza kutupiana mipira lawama za kisiasa, tuje tuboreshe huu mswada. Tumwambie waziri kwenye mamlaka haya hatukutaki, na mimi nasema hatukuhitaji uwepo kushiriki kuchagua viongozi wa vijana. Ndio tunataka tuwepo hapa tutunge sheria, na sio lazima kitu unachokiona wewe mimi nikione sawa. Hapana. Naam, huyo ni mbunge wa Bunda mjini Esther Bulaya ambaye tuko naye katika studio. Wakati huo ulikuwa katika Chama cha Mapinduzi, nilikuwa mbunge wa vijana. Naam. Nikitokea mkoa wa Mara, nikiwakilisha kundi la vijana. Naam. Sasa hapo tulikuwa tunatunga sheria itakayoongoza baraza la vijana, ambao mchakato wake ulikuwa muda mrefu sana. Ndiyo. Na vijana wengi ndio ilikuwa ndoto yao. Ndiyo. Na waasisi kina Mnyika, kina Nchimbi. Baadaye tukakutana tena bungeni tukasema no, bila kujali itikadi zetu, lazima tuhakikishe chombo hiki ndio kinatungiwa sheria na kinafanya kazi, ingawa mpaka sasa hivi. Na ikawaje ukahama chama tawala ukaenda katika upinzani? Mimi napenda siasa za kuwa mkweli na kuwa huru, na napenda demokrasia ya kweli. Ndiyo. Kwa hiyo hatli niliona Chadema ndio kunanifaa kufanya siasa zangu, na nitakuwa wazi bila kubanwa kuwawakilisha wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na jimbo la Bunda mjini. Nilisoma juzi katika vyombo vya habari, kwa kweli ni siku nyingi kidogo, kwamba wewe ni mkorofi mpaka ukafukuzwa kwenye bunge. Ilikuwaje? Naomi sio mkorofi. Mimi napenda kufanya siasa za hoja na si vihoja. Sasa wale wanaopenda vihoja
wanaweza wakaniona mkorofi, na wengi wao ni wa Chama cha Mapinduzi wa kusema ndio. Mimi napenda tuisimamie serikali vizuri, kwa sababu katika umri wangu ni bado mdogo sana. Tukiwa tunakubali kubuluzwa aidha kwa watu kulinda maslahi yao, hatutatendea haki taifa letu, kwa sababu sisi bado tuna safari ndefu. Wanasayansi wanasema tusipokufa na ajali, tusipokufa na maradhi, bado tuna jukumu kubwa ya kulitetea taifa letu, bado tuna jukumu kubwa ya kuhakikisha Tanzania inasimama. Sasa haiwezekani kikundi tu cha watu wachache, kwa sababu wako wengi ndani ya bunge, wa drive maisha ya Watanzania zaidi ya milioni 40. Hilo kwangu mimi wala sitanyamaza na wala sitojali hata ukinisimamisha miaka 2. Ili mradi nikikwambia ukweli. Sasa wewe ukisema mimi ni mkorofi, is up to you. Lakini sasa kwa sasa kwa mwaka mmoja haushiriki vikao vya bunge na wewe unawakilisha watu wa Bunda. Hii haikutatizi? Of course kama mwakilishi ningependa niwepo bungeni. Lakini kuhusu maendeleo ni kitu ambacho Chama cha Mapinduzi na bunge lake wamefeli, kwa sababu maendeleo yanafanyika kama kawaida, na wananchi wangu walinipa ruhusa usiende kuwa bubu bungeni. Tunataka uendelee kupambana hata kama watakusimamisha, kwa sababu sio mara ya kwanza. Kwenye mwaka jana mimi walinisimamisha vikao 2, lakini wananchi wangu hawakuona tofauti, waliona kazi zinaenda. Na hii ni desturi ya watawala kuona kwamba wabunge ambao wanahoji sana uovu wao, dhuluma yao kwa taifa, kwa Tanzania na vyama vya upinzani, ukiwa unawahoji sana, wao wanafikiri wakikusimamisha kukosa posho ya vikao watakuwa wamekukomoa. Kumbe kuna maisha zaidi ya posho. Mimi kwangu ninajali sana maslahi ya Watanzania kuliko kuchukua pesa zao pale za vikao. Lakini utu wa Watanzania, maslahi ya Watanzania, haki zao ni jambo la msingi kuliko 300 za vikao. Ndio maana walitusimamisha kipindi kile tulikuwa na kina Heche, kina Halima Mdee, Mheshimiwa Tundu Lissu, Zitto Kabwe, wakati tukidai bunge live, kuonyeshwa bunge moja kwa moja na televisheni ya taifa. Lakini wenzetu walio wengi walikuwa wamekataa, lakini sisi tukasema no, hizi ni pesa za walipa kodi wa Watanzania, hivyo wana haki ya kuona chombo chao cha bunge ni namna gani ambavyo kinafanya kazi, kwa sababu wao ndio wametupeleka bungeni kwa mujibu wa katiba. Kwa hiyo wanapaswa kumuona Esther Bulaya, je, anazungumzia shida zao ya maji, shida yao ya barabara? Je, Esther Bulaya anaibana serikali vizuri kutimiza wajibu wake, au ameenda kule kuchukua 300,000 na kupiga makofi na kusema ndio kama wanavyofanya wabunge wa Chama cha Mapinduzi? Hiyo ni haki ya msingi ya Watanzania, tuliona tufanye hivyo. Hatukuangalia maslahi ya kikao changu mimi cha posho, au kikao cha Mheshimiwa Lissu au Heche au Halima Mdee au Zitto Kabwe. Tuliangalia maslahi ya Watanzania, na ukiangalia maslahi ya wengi, sometimes lazima usacrifice kwa ajili ya taifa lako. Na sasa katika hiyo hali kwamba nyinyi tuangalie nafasi yako ya uwakilishi, kwa mfano katika Chama cha Demokrasia na Maendeleo, una nafasi muhimu katika bunge? Yes, kwanza mimi ni waziri kivuli wa sera, uratibu na bunge. Lakini kwa upande wa Chadema ni msaidizi wa Mheshimiwa Tundu Lissu ambaye ndo chief whip wetu. Lakini kwa Ukawa kuna Tundu Lissu, kuna Ali Saleh wa Kafu ambaye ndo msaidizi wake, alafu na kuja mimi. Kwa hiyo kama hao wote hawapo, mimi nashirikiana na katibu wa wabunge wa Chadema na viongozi wa Kafu kuratibu shughuli zote za Kafu, pamoja na kiongozi wetu wa kambi rasmi ya upinzani bungeni, Mheshimiwa Freeman Mbowe. Kwa hiyo kazi yangu ni kuhakikisha haki ya wabunge na kanuni zinafuatwa. Kwa hiyo siwezi nikakubali eti kanuni zinasiginwa ovyo alafu eti ninyamaze kimya kisa nitaonekana mkorofi. Na wanaoniona mkorofi ni wabunge wa Chama cha Mapinduzi. Watanzania wako na Chadema, Watanzania wapo na Ukawa, kwa sababu wanajua tunafanya kazi zao. Lakini kama wako na Ukawa na kwa jumla mimi naangalia wabunge wa Chadema hawajafika 100, sio? Unajua kwenye uchaguzi kuna mambo mengi, kuna kushinda afu na kutangazwa.
Kwa hiyo inawezekana wengi walishinda lakini hawakutangazwa. Hivyo hivyo leo hii Watanzania wengi wanaamini Lowassa alishinda lakini hakutangazwa. Sasa mwisho wa siku anayetangazwa ndio anayepeperesha, ndio anayekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa katiba yetu. Sasa mwisho wa siku ndio maana hata sisi mpaka kesho kutwa bado tunadai katiba mpya iwepo, kuwepo na tume huru ya uchaguzi. Haiwezekani hata siku moja mtawala akakutengenezea katiba au akakubali kubadilisha katiba inayomfeva yeye alafu ije ikutangaze. Labda sasa wananchi waamke, waseme no, tumechoshwa sasa na urasimu wa Chama cha Mapinduzi, tumechoshwa na urasimu wa serikali hii ambayo tayari inafanya kazi as usual kwa maslahi yao wao wenyewe binafsi na kukandamiza upinzani, mbali ya kwamba upo kwa mujibu wa katiba. Ndio. Na nafasi ya wanawake katika siasa za Tanzania iko vipi kwa maana ya kuchaguliwa, kuchangia katika siasa za huko, iko vipi? Na nafasi ya wanawake kwa Tanzania, kwanza kuna muda tuliongezeka kidogo bungeni, wabunge wa majimbo. Naam. Lakini kuna pia special seat, ndio, wabunge wa viti maalum wapo pia. Nakumbuka zinatolewa nafasi 105, kwa hiyo vyama mnashindania hapo kutokana na wingi wa kura mtakaopata. Lakini wa kuchaguliwa pia wapo. Ingawa uchaguzi uliopita wamepungua kidogo kwa sababu 2015 shughuli ilikuwa pevu kidogo. Kwa hiyo wanawake wa Tanzania wanajitokeza sana katika kuhakikisha wanashiriki kwenye vyombo vya maamuzi na pande vyote, na actually kwa mkoa wetu wa Mara, kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo na Chadema, nadhani pia kimetoa fursa sana kwa wanawake na kitaendelea kutoa fursa sana kwa wanawake kuhakikisha wanaingia kwenye vyombo vya maamuzi. Na katika Tanzania Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimeandika historia ya kuwa na wabunge wawili wa majimbo kutoka mkoa wa Mara, mkoa ambao kihistoria unaonekana hawachagui wanawake, lakini kuna mimi Bunda mjini Esther Bulaya, lakini kuna Esther Matiku kutoka Tarime mjini. Kwa hiyo siku zinapozidi kwenda, uelewa wa Watanzania kwamba mwanamke anaweza kushiriki vyombo vya maamuzi na mwanamke anaweza akawa kiongozi mzuri unaendelea kukua siku hadi siku. Na bado katika hilo jamii ya wanawake kwa jumla nchini Tanzania, wale wanafanyaje? Wanawaunga nyinyi mkono wanawake? Manake wanaume ndio wamechaguliwa wengi na wanawake pia ni wapiga kura. Hii hesabu inakwendaje mama? Wanatuunga mkono. Unajua vitu vyote hivi vinajali vinategemeana. Ndio. Kwa sababu tunasema alipo mwanaume anamtegemea mwanamke. Hivyo hivyo pia alipo mwanamke anategemea sapoti ya mwanaume. Kama mwanamke anaweza, mimi naamini kabisa wanaume huwa wanatoa support. Na tukitolea tu mfano, wakati mimi nataka kugombea, mimi timu ya wazee wa Kikuria kule nyumbani Bunda, ambao wanaonekana hawa wagumu kusapoti mabinti, walikuwa front kuhakikisha Esther Bulaya anakuwa mbunge wa jimbo. Na kwa kweli wanafurahi. Na hivyo vivyo Tarime kwa Esther Matiku. Ukienda kule Kawe, ukienda kule Babati mjini kwa Pauline Gekuru, ukienda Kilombero kule kwa Susan Kiwanga, ukienda kule kwa mama Kaboyoka kule Same, wote hao unaona wamesapotiwa pia na wanaume na wanawake, kwa sababu tu wameona hawa wanawake wana uwezo, hawa wanawake ni majasiri, hawa wanawake wana uwezo wa kusimama na kusema kwa maslahi ya taifa lao. Lakini kwa jumla ulivyo mfumo dume huu, kwamba wanaangalia wanaume kuwa mbele. Sasa nyinyi wakati mnapiga kampeni, kwa mfano watu wanamdhihaki ama inakuwaje? Kuna baadhi wanamdhihaki ama wanakubali tu nyinyi mkisimama kwenye jukwaa hawatusi na vitu kama hivyo? Actually siasa zina mambo mengi. Na kampeni, kuna kampeni safi, kampeni chafu, lakini ni wewe mwenyewe umejiandaa vipi kisaikolojia. Kwa sababu unapoenda kushindana
jua mshindani mwenzako atatumia silaha zote zile. Sasa ni wewe pia kujiandaa kukabiliana na changamoto zozote ili usitoke kwenye reli, ili uconcentrate nini unataka. Kwa hiyo vitu kama hivyo mimi kwangu vilikuwepo, hata mshindani wangu alivitumia sana, kwamba sisi huku mkoa wa Mara hatuchagui wanawake. Lakini mimi nilikuwa nawaambia kama ni wazee wangu, hivi kuna jambo zuri kama kumtuma binti yako? Kwa hiyo wewe hujibu kwa matusi, hujibu kwa kejeli, unajibu kwa nature ya mazingira ya kwenu, na unakuta wanakuelewa kwamba ukimtuma binti yako, nitakuja nimekuletea maji kwenye glasi huku nimepiga magoti, lakini unawaelewesha kwamba mmetusomesha, tumekuwa na uwakilishi, si utawala. Ni kwamba tu hatuwezi wananchi wote wa jimbo la Bunda mjini au wananchi wote wa Mara kwenda kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mnapaswa mumtume mtu, yani mimi ni mtumwa wenu, mnanituma. Nenda kule kwenye bunge, kawaambie kule hatuna maji, hatuna umeme, hatuna barabara nzuri, mishahara au pembejeo zetu huku. Something like that. Kwa hiyo wakishaelewa hivyo tu, okay, kumbe huyu hatutawali, kumbe sisi ndio mabosi zake kwa mujibu wa katiba, wanakupa support 100%. Na nilikuwa na hilo swala nilitaka kuambia, kwa sababu kuna wakati mwingine wakati unapiga kampeni watu wanaingilia maisha yako ya moja kwa moja, kwamba pengine wewe unatembea na mtu fulani, pengine mambo kama hayo. Imekutukia? Vitu kama hivyo vipo. Kwa mfano, unaweza ukaambiwa unamchagua huyo labda hajaolewa au vipi. Kwa hiyo unaweza ukauliza hivi, je, kula za mabinti mwenzangu hazitaki ambao hawana mume? Something like that. No. Sometimes anaweza yeye akajua anatengeneza siasa za kukuchafua, kumbe mwisho wa siku zinakuwa fimbo kwake. Sijui umeona? Je, yeye hakuchaguliwa na mabinti wadogo, au hakuchaguliwa na wanawake, au kura za wanawake sasa hivi hazitaki, anataka za wanaume watupu? Na ukiangalia kwa takwimu Tanzania, wapiga kura wanawake, yani in general, toto wanawake na vijana ndio wengi. Wanawake ukimaanisha vijana wa kike na wanawake ambao watu wazima wa makamo ndio wengi. Sasa ukienda kwa siasa hizo, watakushughulikia tu, watakaa na mwenzao pamoja. Ukienda na siasa za kumbagua mwanamke mwenzao, wao si ndio wapiga kura? Ukiwapa elimu ya kutosha kwamba tusiangalie jinsia, angalia uwezo wake, angalia uwezo wa Esther, angalia uwezo wa Halima, angalia uwezo wa Pauline Gekuru, angalia uwezo wa Susan Kiwanga, wanatosha kuwa wawakilishi kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kuna hili swala kwamba viongozi wa Kiafrika mara nyingi wamekuwa wanaume kwa haya mataifa mengi tu, manake kulikuwa na Liberia moja, Banda akachukua kidogo, Malawi na kadhalika. Wewe unafikiria Tanzania utafika wakati mtapata rais wa kike? Kabisa. Kwanza kabisa siwezi nikasema lini, lakini wapo wanawake wengi wenye uwezo sana. Mbona hujajitaja? Wapo wanawake, unajua mimi hata kwenye ubunge, hata kama nilikuwa ninataka kuwa mbunge, kiongozi mzuri ni yule ambaye anasubiri watu wanamwambia nenda. Hata kama utatengeneza mazingira. Sasa tunasubiri muda ukifika, Watanzania sasa watasema no. Kati ya hawa wote ambao wako kwenye listi, tunafikiri tuanze na fulani. Hizo wakisema tunaanza na Halima, tunaanza na Esther Matiku, tunaanza na Esther Bulaya, tunaanza na Pauline Gekuru, yoyote yule. Ikifika muda Watanzania wataamua, kwa sababu mimi kwa msimamo wangu kwamba lazima utendee haki nafasi ulionayo kwanza, ili utengeneze mazingira ya kuwashawishi wananchi wa Tanzania kwamba unatosha kwenye nafasi nyingine. Nilikuwa mbunge wa vijana kutokea mkoa wa Mara kwetu Bunda. Sasa ile performance yangu kwenye bunge na taifa langu, wakaanza kuniita mwenyewe mbunge wa Bunda mjini, mpaka mzee wangu akawa anachukia. Kwa hiyo hivyo muda ukifika watasema okay, sasa ni zamu ya Esther
au zamu ya Halima au zamu ya Istamatiku au zamu ya Pauline Gekoro. Naam. Na kwa jumla wanawake ama wasichana wa kike wana matatizo mengi na kwa kawaida baadhi wamebaki nyuma, wamebaguliwa, wametengwa na kadhalika. Je, Tanzania kuna kampeni maalum ya kutetea haki za hawa kina dada kwamba wawe vile vile wanapata nafasi kama ni za ajira na mambo kama hayo sawa na wale vijana wa kiume? Ya, kuna taasisi mbalimbali. Kwanza pia kuna umoja wa of course kwanza kwenye vyama. Ndio. Sisi tuna umoja wa wanawake wa Chadema ambaye mwenyekiti wetu ni Halima Mdee. Ndio. Kwa kweli unajitahidi sana, BAWACHA wanajitahidi sana kuhakikisha yeye pia amepigwa marufuku. Wanatetea. Amepigwa marufuku kwa sababu anafanya siasa za hoja si za vioja. Kwa hiyo wanajitahidi sana kuhakikisha wanatetea matatizo ya watoto wa kike na wanawake kwa ujumla. Lakini katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tuna chombo ambacho ni TWPG. Ni chombo cha wabunge wanawake bila kujali itikadi. Ndio. Nao pia wanashughulika na kuhakikisha tunatetea maslahi ya wanawake, ingawa sometimes wanashindwa kutetea maslahi ya mwanamke anapokuja kuwa mpinzani. Wanapata kigugumizi kidogo, labda kwa sababu kwenye kokasi yao ya Chama cha Mapinduzi wanapewa maelekezo sijui, lakini kwa kiasi kikubwa kwa kweli wanajitahidi, na hasa kipindi cha Mama na Abdalla. Kwa kweli alikuwa anajitahidi sana, akiona hata kama mbunge mwanamke anadhalilishwa au upinzani alikuwa anasimama bila kujali yeye anatoka Chama cha Mapinduzi, atakemea. Sasa hicho kidogo nimeona kuna challenge kwa mwenyekiti wetu mama Sita, lakini tumekuwa pia tukikutana kuchambua mambo mbalimbali, bajeti ambazo zinamgusa mtoto wa kike. Ikiwa masuala ya ajira, kuna timu ya wataalamu ambao pia yuko Halima Mdee, yupo Tulia Ackson, yuko Sada Mkuya, yuko Upendo Peneza. Hao wote wanakaa bila kujali itikadi zao, kwamba hebu tuchambue kushirikiana na NGO mbalimbali kuona ni vitu gani vinamgusa mtoto wa kike, alafu tukienda kwenye flow sasa tunaibana serikali kuhakikisha mtoto wa kike iza ananufaika katika sekta ya afya, ananufaika kwenye elimu, ananufaika katika maeneo mbalimbali. Lakini pia kuna mtandao wa haki za wanawake. Ndio. TGNP. Naam. Na wenyewe pia unashughulika na masuala hayo. Hata kama kukiwa kuna mswada wowote kule bungeni, lazima wakae, watatafuta pia wabunge fulani waangalie katika huu mswada ni mambo gani yanagusa mtoto wa kike, ni mambo gani yanamgusa mwanamke wa Kitanzania wa kawaida kule kijijini pamoja na mijini, lakini hata na NGO zingine mbalimbali. Kwa kweli wamekuwa wakifanya hivyo. Naam. Na kuna hili swala la ukilinganisha Tanzania, Kenya na Uganda, haya mataifa, unafikiria taifa gani limepiga hatua sana kuhusiana na hili swala la uongozi wa wanawake? Nafikiri Tanzania tumewazidi kidogo, ingawa naona hapa Kenya kwenye uchaguzi uliopita nimeona kama kuna wanawake kidogo wameongezeka manake tuna magavana watatu wa kike. Yes, kupita kipindi kilichopita. Lakini mbali ya kwamba sisi tumeshuka kidogo, lakini bado kwa East Africa tuko juu, ingawa bado tunasema tunahitaji tufike 51%. Unafikiria kuna changamoto gani ndio kubwa sana kuweza kuweka hadhi ya wanawake mbele ama juu? Wanawake wengi wana uwezo, lakini kuna tatizo moja la uoga. Na hasa katika kuingia kwenye siasa. Naam. Wengi sana wanakuwa waoga, wanafikiria vitu vingi ambavyo umeniuliza, kukashifiwa, wengine wanasema hatuna pesa, lakini si wote ambao wanashinda kwamba lazima uwe na pesa. Mimi nimeshindana na waziri
na mtu ambaye alikuwa mkongwe, yani akikohoa tu kwenye Chama cha Mapinduzi watu wote wanakaa kimya, na sikumzidi pesa, lakini niliweza kumshinda. Nilitumia hoja si vioja. Nilijua nini nataka, nilijua wananchi wa Tanzania wanataka nini, lakini wananchi wa jimbo langu wanataka nini na wamekosa nini kwa muda mrefu. Kwa hiyo ni kujiamini, lakini pia ni kupata watu ambao wanaweza wakakuinspire kama sisi ambavyo akina Halima, kina mama Ana Makinda, kina mama Ana Abdalla, kina mama Zakia Meg walionyesha kwamba wao wanaweza kuwa viongozi na sisi huku wengine tukatamani. Kwa hiyo tulikuwa tunachukua muda kidogo kukaa nao kujua nini ambavyo vimewafanya mpaka wao wamefika hapo. Kwa hiyo tukiondoa uoga, lakini ukajua nini unataka, lakini pia ukajua challenge ambazo utakutana nazo, ukajiandaa kisaikolojia. Yaani huu mchezo ni mwepesi sana. Naam, asante sana. Tunakwenda kwa mapumziko kidogo. Tunaye Bi Esther Bulaya ambaye ni mbunge wa Bunda mjini kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tarejea kwa muda usiokuwa mrefu.